Naam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Bado tunaendelea na mfululizo wetu kutazama namna viongozi waliokuja baada ya Muhammad walivyochakachua Qur'an. Zama za uhai wa Muhammad alipendekeza hivi kwa habari ya Qur'an. Tunasoma katika kitabu Al-Lu'lu' Al-Marjan, hadithi namba 1600. Hadithi ya Abdullah ibn Amri kutoka kwa Mashruk amesema, alitajwa Abdallah ibn Umar akasema, yule ni mtu ambaye ninaendelea kumpenda, na haswa baada ya kumsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema, isomeni Qur'ani kwa watu wanne. Kwa Abdallah ibn Mas'ud radhiallahu anhu akaanza na yeye Abdallah, kwa Salim maula wa Abu Hudhaifa, kwa Ubay ibn Kab na Muad ibn Jabal. Maneno hayo ni mnukuu kutoka Buhari juzu ya 5 hadithi namba 103. Muhammad amesema ikiwa watu wanataka kwenda kujifunza Qur'an, wajifunze kwa watu hao wanne. Katika kisa kilichopita nilionyesha jinsi Omar alivyokuwa haijui Qur'an, na Ubay ibn Kab alimkemea kwa kumwambia, mimi zama za mtume nilipokuwa nikijishughulisha kuisoma Qur'an, wewe ulikuwa ukishughulika na pesa sokoni. Tunaendelea kusoma kwa habari za Abdallah ibn Mas'ud kama alivyopokea Imam Ahmad katika hadithi namba 2494, ambapo anasema hivi, ni kisomo kipi cha mwisho alichokisoma Mtume Muhammad? Alikuwa anauliza habari hizo Abdallah. Akamwambia ni kisomo cha Said bin Thabit. Akasema la, ni kisomo, hakika Jibrili alikuwa akimshukia mtume kila mwaka akimsomesha Qur'an, lakini katika mwaka ule aliofia alishuka mara mbili, na kisomo cha mwisho alichokisoma Jibrili alichomfundisha Muhammad kilikuwa ni kisomo cha Abdallah ibn Mas'ud. Hadithi hiyo inathibitisha kwamba kisomo cha mwisho kilikuwa ni kisomo cha Abdallah. Lakini vile vile tunapata katika kitabu cha hadithi ya Mustalak al-Hakim hadithi namba 2896 2896 al-Hakim anasema, Abu Said Ahmad ibn Yaqub al-Thaqafi amesimulia kwamba Mudhana ibn Muath amepokea kutoka kwa Abu Abdullah ibn Auf, ambaye amesimulia kisa kenyewe. Masimulizi ni mengi hapo, lakini mwisho anasema kwamba alikutana na watu watatu ambao walikuwa wanagombana juu ya msahafu. Watu hao ni Abu Dhaifa, ni Al-Ashari, Udhaifa na Ibn Mas'ud. Udhaifa akamwambia Ibn Mas'ud, nipe msahafu wako. Ibn Mas'ud akasema, na hapa kwa Mwenyezi Mungu mimi sitokupa msahafu huu, kwa sababu msahafu wangu huu nimejifunza zaidi ya sura 70 kutoka katika kinywa kitukufu cha mtume. Hakika kamwe siwezi nikaupeana msahafu wangu kwa dola, kwa serikali. Wakati huo serikali ya Uthman bin Affan, Bani Umayya, hawa walikuwa wakitafuta misahafu, yani Qur'ani zote zilizokuwepo tangu wakati wa Muhammad, ili kuziteketeza, ili kuziangamiza, na walifanikiwa kuteketeza Qur'an na kuandika misahafu mingine. Baya zaidi, ule msahafu ulioandikwa wakati wa Abubakari, msahafu huo ukasalia
nyumbani kwa Abubakari mpaka alipokufa, ukapita ukakwenda kwa Omari. Omari alipokufa, ule msahafu ukarudi katika nyumba ya Bwana Mtume kwa mke wake Bi Hafsa binti Omar, na ukawa naye hata wakati wa Uthman bin Affan alipoitisha ule msahafu akapewa, baadaye akaurejesha kwa Hafsa. Lakini ilipokuja zama za Marwan, basi Marwan akauitisha ule msahafu, Hafsa akawa anakataa. Lakini siku ambapo Hafsa alikufa, walipokuwa wakitoka kwenye mazishi, Marwan akaingia nyumbani kwa Mtume, akaitisha ule msahafu, akauchukua ile Qur'ani original iliyokusanywa wakati wa Abubakari, akaiteketeza, akaichoma. Sasa swali linakuja, walikuwa wanaficha nini hawa Banu Umayya katika kuchakachua Qur'an? Tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu kuonyesha namna walivyochakachua Qur'an hawa viongozi wa Banu Umayya. Asante, naendelea kufuatilia.